Waadventista msalabani, watu wanapenda haki, wanasaidia walioko chini. Usimwone mtu ananyanyaswa na wewe ukakaa kimya. Wewe ujiweke mfuasi wa Kristo. Amka, nyenyuka, nenda ukawasaidia watu walioko chini. Wasaidie ambao wanahitaji mahitaji ambao tunaishi nao katika kila siku. Ndio wito wetu katika somo hili. Asante. Na kuongezea hapo kwa uchache, ukisoma kitabu cha Mathayo sura ile ya 23 kuanzia fungu la 23 hata fungu la 30, utakuta namna ambavyo Yesu anakabiliana na Mafarisayo, akiwaeleza namna ambavyo Mafarisayo walikuwa wakifanya mambo kwa unafiki mkubwa sana. Lakini anajaribu kueleza ya kwamba wamefanya hayo yote wakiyasahau mambo makuu matatu, ambayo mambo hayo makuu matatu ambayo ndani yake yanakuwa kwenye hukumu. Jambo la kwanza ni adili, jambo la pili ni rehema, na jambo la tatu ni imani. Mafarisayo walikuwa wakisisitiza sana juu ya mapokeo ya wanadamu ambayo Yesu Kristo alikuwa kinyume nayo, na kuwa kinyume nayo ukajenga chuki juu ya Mafarisayo. Mafarisayo wengi sana wako tamani, na ndio maana wakati mwingine walitengeneza hata walitengeneza propaganda nyingi za kuweza kumshtaki Yesu ili waweze kumkamata. Lakini tunaona namna ambavyo Yesu alishinda majaribu hayo yote. Lakini jambo la msingi tunapata pole hapa. Mwinjilisti Provila. Tunapata ole hapa katika kitabu cha Isaya sura ile ya 10 na fungu lake la kwanza hata la 5. Ni ole gani ambao tunajifunza hapa katika hiki kitabu cha Isaya? Nadhani pia unaweza kukirejelea ili tuweze kupata hiyo ole ambayo inatolewa. Isaya nabii anatoa ole kwa watu ambao wako kinyume na hizi amri kuu mbili ambazo zimekuwa zikisisitizwa sana juu ya maandiko matakatifu. Hebu tupitishe hapo tuweze kupata kuelewa. Isaya sura ile ya 10 na fungu lake la kwanza, tutasoma hata fungu lake ile la 5. Isaya sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 3, neno la Bwana linasema, ole wao wawekao amri zisizo za haki na waandishi waandikao maneno ya ushupavu, ili kumpotosha mhitaji asipate haki yake, na kuwanyang'anya maskini wa watu wangu haki yao, ili wajane wawe mateka yao, na kuwafanya yatima waliofiwa na baba zao kuwa mawindo yao. Nanyi mtafanya nini siku ya kujiliwa na wakati wa uangamivu utakaokuja kutoka mbali sana? Je, mtamkimbilia nani mpate msaada? Na utukufu wenu mtauacha wapi? Katika siku hii ole hii inatolewa, anasema ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa ole wenu wao wawekao amri zisizo